TV, empowering lives. From Mount Kenya. Nairobi imefugwa. Nairobi imewekwa maroli na matia gas na kila kitu. They have shut Nairobi. Na sisi tumekuja hapa to unshut Nairobi and to open the city, to open the world. Kenya is not a country that will be locked by anybody. This is a country that we have the freedom. This is a country that is a godly freedom. You can see on my side I have a sword. On the other side I have the flag of the Republic of Kenya. On this other side I have the currencies. And also I'm going to show you the soil that I carried from 47 counties of this country just to pray for peace. Why I carried the soil, I carried this soil because soil has a meaning. Soil has power. And that's where you can see the president has constructed a 1.2 billion, which I really doubt. Can't be 1.2 billion. It is just some little money that he is using, but he wants to magnify it and it look like 1.2 billion. What does he tell you? The president is telling us he has raised an altar that nobody else can be able to raise in this country. That now he has direct and specific powers to have dominion over this country. He is raising a dominancy. Building a church is not crime. You can also go and build yours. Whatever Ruto is doing is not crime. You can also go and do anything that you want to do. But now look at the consequences, what he has done, because this is the point you are missing. You are always shouting up and here saying that amejenga kanisa, amefanya nini, ati ametoa pesa yake, angenda jenga kitu Mathare. Hapana. This guy is smart. Upstairs yake ni smart. Upstairs zetu ndio si smart. Na ndio mnaonanga nikifanya vitu mnafikiria mimi ni mwenda wa simu. Juzi mliniona nikiwa UK, nikifanya mambo Palace yenyewe na nikachukua mchanga wa Palace niko nayo hapa. Ruto kile anafanya ni kuinua madhabahu ya kutawala milele. Ndio kwa maana amejenga kanisa na ameibrand na ameisema in ya 1.2 billion. So it has given the highest altar speaketh. Yule ambaye ametoa madhabahu kubwa na yenye nguvu. Angalia huyu mfalme, kulikuwa kumetabiriwa ya kwamba Elijah alikuwa ametabiria mfalme wana wa Israeli watashinda vita. Watashinda vita. Lakini wakati walienda, wana wa Israeli waliingia kwenye vita, wakapigana vita, wakawashinda wale wanani, Wafilisti, wakawapiga vita vizuri sana, mpaka saa 11 jioni. Ilipofika saa 11, huyu mfalme anaitwa Ahasuero, si kama ni Ahasuero, I think ni Ahasuero ama somebody like that, I stand to be corrected. Huyu mfalme akaangalia na akaona sasa ni kuisha, mimi naisha, na watu wangu wanaisha. Alichukua his own son, a son that was to become a king. The heir mwenye alikuwa akuwe mfalme, akamchukua, akamuua, akamtoa kafara. And from that moment, alishughulikia wana wa Israeli wote, aliwaangamiza because aliinua madhabahu kubwa kuliko wana wa Israeli. So what Ruto is doing, nyinyi watu ambao mnajifanya mumeokoka na nyinyi mnajifanya ati mnatoaga magogona, ama nyinyi mmesoma sana, ama nyinyi majensi, whatever you call yourself, you need to reevaluate your thinking. The guy is smart, the guy is ahead now, the guy has raised an altar. Na alijenga kanisa kama amenyamaza na imekamilika. Sasa anawarushia tu, alifanya hivyo deliberately, alijua mtaongea. Alifanya hivyo deliberately, and the more you are talking, the more he's becoming more stronger. The more you are talking, because now you are speaking to his altar. Everybody now is controlled. Yani ameshika akili za kila mtu to that altar. Na hiyo ndio ilikuwa deliberate move. Hiyo ndio ilikuwa agenda, just to make you talk about it, so that ipate nguvu zaidi. The more we talk about it, the more inakuanga na nguvu. The more you speak, the more you pray, the more you involve yourself into matters of God, the more you become more strong, more powerful. Hiyo ndio reason ya kujenga madhabahu. Na ndio kwa maana, kwa sababu hakuna madhabahu ingine. Wacha nikupatie historia ya ikulu ya Nairobi venye iko. Ikulu ya Nairobi imejengwa
It is a house on the hill. It is built on the highest peak of Nairobi County. The highest peak of the Nairobi County. Na ukimiangalia hapa chini kabisa, hapa Nyerere Road, ukuje Serena, ukuje Uhuru Park, ukipanda kutoka Nyayo House, unaona ni mlima Mount Kenya unapanda. That is a symbolic move. Ni mlima wa Mount Kenya ikipanda. Kwa hivyo amejenga ikulu at the peak. Sasa amechukua Mount Kenya, ameipeleka kule town, ameipeleka ndani ya state, amejenga madhabahu at the peak of Mount Kenya. And that's the reason I'm here to cancel what he did. But you guys, you don't understand what is happening. Na ndio anataka muingie kwa barabara, murushe mawe, mumwagwe damu, sacrifice, aisacrifice, ndio ifanye kazi. Tumewekwa kwenye mtego ambao nyinyi wenyewe amewakaranga. This guy is smart when it comes to rituals. This guy is smart when it comes to these things. He is not alone. He has people. When he was campaigning, alienda kila kanisa akitoa, mnasema ati anapatia na makanisa pesa, ni pesa ya wizi. He knew what he was doing. He knows how to control altars. You need to control spheres. You need to control the energies. You need to control the networks. You need to control the stars. You need to control the sun. You need to control the moon. You need to control the soil. You need to control the mountains. This is the peak where the entire world is controlled from. And he has done a replica. What you need to do is to clone. Do a replica, then clone it. Once you do a replica, then clone it, you take it to wherever you want. That is what Pope Leo did. He came to this mountain and cloned the mountain. He took it to Vatican. He became the president. This is what Queen Elizabeth did. She was at the treetop. She cloned. And this is why Charles was here, to clone it. This is why Obama was here. When Obama came, when he was a senator, he came to the mountain. And that is why Gachagua was telling us, wewe niguze lakini bora usiguse mlima. But because there is a frequency that comes from here. And the frequency that comes from this mountain, nobody can be able to handle it. Nobody, not unless you have a spiritual awakening, a spiritual power, a spiritual authority that no anyone has it. And this is the reason I'm asking you guys, stop what we are doing. Stop these street battles with Ruto. You will not make it. He's racing. The more he's shedding, the more the blood is being shed, the more he becomes. And this is the thing that we are to understanding. Listen now, why we're build a church? We are Christian. We are all Christian. Why we're building a church? Why will it make us so everybody of us that everybody is talking about it? Is it the only church? Is it just what? Catholics have done good churches. Best churches. The PC have done good churches. The Anglicans have done good churches. The Freemason has done their temple. Nobody's talking about them. But we are talking about a church. And a church nobody should be able. Muslims do build with their mosques and nothing. And nobody talks about it because it's done by one person. And one person finishes the game. But why are we talking about this church in the hill? Because it is built at the peak of the capital city. And it is a replica. It was picked from here. They came, picked the soil from here, and on the foundation of that church, it is a soil from Mount Kenya. And then they collected soils from all 47 counties. So the church is built on the soil collected from the 47 counties. And in all these counties, a word was spoken to. This is what now we call having dominion, subduing and controlling. So wherever you are going to do, whatever you are saying, this man already is on top of you. This man is already on top of you in terms of spiritual. But now God is awakening the spirit of the Mau Mau through the Gen Z. And now what is happening is like there is a controversy between two spirits. Two magnetic powers, two frequencies, the frequencies of the Mau Mau, the people who died, the blood of the people who died for this nation, and the frequencies from this mountain, and also the frequency of the Freemason at State House and a church, because every temple, every Freemason temple, there is a church beside it. If you go to the palace, they have the temple.
of the Freemason and the church. If you go to Moscow, I was there, Kremlin. Kremlin is built in an Orthodox church. And that's why Putin is untouchable. Nobody can touch Putin. Look at the way America, they are fighting Iran instead of going straight to Putin. They know ile silaha yote Putin Iran wanatumia za Putin, but they can't dare go touch. Putin ameshambulia the next country inaitwa Ukraine, ameshambulia. Hebu remember wakati Saddam Hussein alivamia Kuwait, what happened to him? Ilibidi ajifiche kwenye shimo ya paka na akachinjwa na wakamweka kwa mudi, wakamchinja. They hanged him to death. But look at this guy Putin, anafanya mambo yote, hakuna mtu anamtisha, hakuna mtu anamguza, because he's building his state house under an altar of Orthodox. I was there, you saw it. I was inside there, and that is how powerful he is. If you go to America, they have an altar that was created by the forefathers. Both altars are inside the White House. The altar ya Freemason there, where you saw the other guy, our president was there, where wakati walimupatia heshima kubwa sana, where he was seated. That's the altar ya Freemasons. Pia mule ndani kuna altar ya kanisa, because they operate with altars. Alafu kuna altar ya the original people, the Red Indians. Wako na altar pale ndani. Na hiyo ndio watu dunia mzima inafanyika. Angalia Museveni, wakati Museveni ndio ashike power mzuri kabisa, alifanya nini? Alichukua all the altars za kings za Uganda, the Batoro, the Baganda, wote akachukua the altars zao, akawa inaugurate tena na akawapatia mamlaka, ndio wanamulida. Akina Kayanja, those are altars za mababu, and they are ruling, they are controlling. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakristo wenzangu, mnang'ang'ana huko na zile ulisikia mtu akisema namna gani? Mnataka tujengee Mungu kanisa ya mabati. He knows kanisa si ya mabati. Hatufai kutumia kanisa ya mabati. Anajua lazima ujengee Mungu wako madhabahu ambayo yanapendeza. It doesn't matter ni Mungu mgani. It doesn't matter unaabudu ng'ombe, buzi ama kondoo. Lakini what you do, the altar you raise for that God, that deity you are worshiping, it is that which matters, not what you think at kanisa. Kanisa mnajengea mtu Mungu kanisa ya mabati. Huyu amejenga kanisa ya bilioni 1.2. Alafu mseme you be ati Yesu mgani? Dunia is controlled by madhabahu. Dunia inatawaliwa na madhabahu. Dunia haitawaliwi na hiyo mdomo mnasema. Yesu mwenyewe, damu ya Yesu ni madhabahu, but we don't know how to apply it. Msalaba ni madhabahu, but we don't know how to apply it. Musa mwenyewe akainua madhabahu. Hapa nimekesimama, hapa ni madhabahu ya Musa. Kujeni mtembee, mujione, muipande kwenye mlima, mujione. Hapa ndio Musa. Hii ni mlima Zayuni. Na hapa ndio Musa alifanyia mambo yake. Hapa ndio alipata commandment, zimeandikwa hapa. Hii ni Biblia iko hapa, na hakuna mtu amechonga, imekuwa hapo. Sijui kama tunaelewana. Nataka munielewe sasa vizuri, kieleweke vizuri, ndio tuweze kujua, tuelewe tunafanya nini. Hii dunia tunaishi namna gani? Dunia hii inaishi na watu ambao wanaelewa kuishi na madhabahu. Na ndio naona watu wa Freemason wako rich, wako na pesa, wako na kila kitu. Ile kitu nahitaji, ile kitu natafuta. Watu hao wako na pesa. Mnasema ni watu wa shetani, wanaabudu shetani. Yes, wanaabudu shetani, but they are controlling. They understand the principles of the kingdom, how to control the world, how to manipulate the world, how to run, to subdue and to dominate. Na hiyo walitoa kwa doctrine ambayo ilikuwa na King Solomon. Na hiyo mafundisho yote ya Freemason walitoa kwa King Solomon, wakaiclone pamoja na system ambazo Moses alikuwa anafanya. Frequencies Moses alitumia, frequencies Abraham alitumia, frequencies mtu anaitwa Isaac alitumia, frequencies Jacob alitumia, frequencies zote ambazo zilitumika, those are the frequencies were cloned pamoja. That is why they are able to control, to manipulate and to make sure that we are nowhere. Wewe na Yesu yako unalia tu poverty. Wewe na Yesu yako umejengea Yesu yako kanisa ya mabati. Mabati umebomoa choo ukaenda ukajengea Yesu yako kanisa. Alafu unasema utashindana na mtu amejengea Mungu yake nyumba ya 1.2 bilioni.
Wewe ndio mdomo yapi yapi, mtapiga mdomo 5 weeks, mtatulia na nyumba, alafu awaite kule, muende na wapikie mapasta wote na mabishopu na maaposto, wataenda kufungua hiyo. Hata Benihini ataitwa na mtu mwingine wataitwa, waende wafungue hiyo hekalu ya deity. Yeye ndio anajua peke yake ni deity mgani. Bwana Yesu asifiwe. Alielewa ya kwamba through Karen, the chapel ya Karen, alielewa ili mpropel. Alielewa, alitumia madhabahu ya Wakikuyu, aliita Kongo Muigai, wakaenda wakamuinulia madhabahu kule State House ya Karen, wazee wa Kikuyu, wakaenda wakachinja mambuzi. Alielewa, akachukua wazee wataalamu kule wa Kalenjin, wakamuinulia madhabahu. Alielewa, akaenda Kaya Bombo, Kaya wazee wa Kaya, akainua madhabahu kule. Alielewa, akaenda kwa Waislamu, akavaa kama Waislamu, akainua madhabahu ya Waislamu. Alielewa, alienda kwa Wakisii, akachukua Wakisii. Alielewa, akaenda Meru, akachukua Njuri Njeke, wote wakamuinulia madhabahu. Power ni madhabahu, si venye unajua kuyapiapu ama kulinae na kulikuko na kulikokoko na kulimakanda. Hapana, it is about raising an altar. And this is what I'm about. Mtu anaitwa Elijah, wakati aliambiwa, wakati manabii 400, imagine 400 false prophet ambao walijua wako na power, na walikuwa na power, si ati walikuwa na mchezo, maana walikuwa na madhabahu. Wakati Elijah alielewa hawa watu ni gani, hakuenda kwao, alienda kwake, aliwaambia wakuje kwake. Na walipokuja kwake, aliwaforce wakaingia kwenye madhabahu yake. Na walipoingia kwenye madhabahu yake, wote walichanganyikiwa. Hauwezi kushinda mtu mwenye yako na madhabahu yake. Sasa niambie, ikulu na nyinyi Wakikuyu na mthamaki wa Thayo Wakikuyu na mthamaki wa Thayo amejenga ikulu, na nyinyi mnazunguka huko tu. Noboli turaria tukiugaga habinga teni aharurukire ngandui ni harurukire tirira muthengi no action. Mundu ni athondeka ukiuga ati Ngai waku ni munene, ati witikite Ngai waku, ati uri rauga ati popu ni aroire ka portion ka uthamaki, ati turoire ka portion ka uthamaki, ati mundu ucio ati ni mundu ina Ngai munini muno. Let me tell you my brother, it is about how to manipulate and do your altars. How to manipulate and do your altars and raise an altar. The altar, it doesn't matter ni yao, kana ni yako Goma, kana ni yako Ngai. It doesn't matter. The altar that speaks ni ile imetolewa sacrifice. Ile altar inaongeaga ni ile imetolewa sacrifice. Mtu anaitwa mfalme huyo, nilikwambia sijui kama ni Ahasuero. Elijah is a prophet of God. Na aliambia wana wa Israeli watashinda vita, na akaprofesai. Na wakapigana vita mpaka saa 9, saa 10, saa 11 walikuwa wameshinda. All of a sudden, mthamaki akarealize ni kuisha wanaisha. Mthamaki akarealize, mthamaki Ruto amerealize, ameshika Agwabo. Na unajua Agwabo ako na madhabahu iko Bodo. Ameshika wengine, ameshika madhabahu, alikuwa Katodo kwa kina Uhuru. Remember just the other day, alikuwa ameenda nini, kukunywa uji, alikuwa ameenda kutap the anointing. Ameshika wahubiri kutoka all over the world, ameita Benihini, ameita wa Nigeria, ameita wa South Africa, ameita wa Zimbabwe, ameita kutoka UK, all prophets of the world, amewaita. Ni kuinua na inua madhabahu yake. Na unafikiria kura itafanya kazi? Kura haitafanya kama ile last time haikufanya. Uhuru alikuwa na serikali, Raila alikuwa na serikali. System ilikuwa pamoja, koti ilikuwa pande ile nyingine. Hata Ogora alienda kuambia nini zibadilike, lakini madhabahu ilikuwa na nguvu. Alikuwa ametembea makanisa yote, akatembea kanisa independent akaijenga, akaenda kanisa ya PCA akaijenga, akaenda kanisa ya Anglican akajenga, akaenda Pentecostal akajenga. Juzi angalia, alienda kwa Mwai, Dr. Mwai. Mlikuwa mnasema hawezi kuingia Mount Kenya, akaenda kwa Moi akatoa 20 million. Mwai ni Mkikuyu wa Murang'a, alihitaji tu Mkikuyu wa Murang'a awaekelea 20 million, akaekelea 20 million. Alitembea Central, hajatembea. Sijuzi ametoka Hebu. Na juzi alipotoka Hebu akakoka mtu wa motorbike Muhasira. Na alipokoka mtu wa motorbike na watu wengine pia wamekufa hapo hapo. Jana, si juzi, jana.
Si ni yesterday? Yes. Na alikuwa Ebu na anasema sasa niguzeni, anaigiaga venye nataka, na mlikuwa mnasema hata igia. The power of the altar. Gachagua, Gachagua, you are hilarious, you are a good man, na unajua kuongea. Niliona sasa umeenda kule kwa nani, kwa watu wa Luya, Mlembe Nation, na umezunguka. Yes, it is good. Lakini kuna kitu Atwoli alisema, kuna watu wenye madhabahu huko, umusikilize. Inua madhabahu baba, abata Kĩrĩma-inĩ na Mũthĩgi, abata Kĩrĩma-inĩ ta mutha. Wambararie kĩgongona Mũthee, nĩnjũĩ wĩ njamba na nĩngwendete na nĩngũrũagĩrĩra mũno na nĩndutaga magongona maingĩ mũno nĩ ũndũ waku, no abata Kĩrĩma-inĩ. Abata Kĩrĩma-inĩ ũthiĩ ũrute igongona na wĩte athuria matura nguru makwambararie na marute kĩgongona, nĩgetha ũthamaki ũrĩa wĩ thĩinĩ waku wanjie kũruta wĩra. Ũraruta na Mũthĩgi, ũngĩcinwo thaa ici ũtuĩke mũhu. I'm warning you. Nĩndakwĩrĩte o rĩngĩ na nĩndakwĩrire ũkĩingatwo, nĩndakwĩrire nginya ũkĩingatwo na ngiuga no ũrĩcoka na njĩra ĩngĩ powerful. But now mũthuri ũyũ nĩakuoyera ikinya rĩ mbere rĩ igũrũ gũkĩra rĩu hiana. Mũthuri ũyũ e mbere rĩu, kĩgongona gĩake kĩ igũrũ rĩa kĩgongona gĩaku. Bũrũri ũtunyanagwo na magongona, nĩkĩo mau maingĩrire gĩthaka makĩambararia kĩgongona. Nĩkĩo mau maingĩrire gĩthaka magĩaka kĩgongona. Nĩkĩo mathamu maingĩrire gĩthaka makĩruta magongona na makĩruta nginya thakame yao. Na thakame ĩyo nĩyo ĩthamakaga. Ndikana nĩũranyita Mũthee? Ndũgatinde ũkĩrwo hau your excellency na kĩ ĩka mawĩko ma magongona wĩ mau. Nĩũranyita ũrĩa ndĩrakwĩra. Bũrũri nduoyagwo na mata, na nduoyagwo na mbeca, na nduoyagwo na kĩ, na kanu na siasa, politics. Korwo nĩ politics yoyagwo nayo nĩ ũrĩa mũndũ agĩkwaria rĩ, Matibangi arĩ president. Mũndũ gwĩtwo Mwai wa Kĩbakĩ anyitirwo nĩ mbarĩ ya Kenyatta. Mbarĩ ya Kenyatta nĩ moĩ ũhoro wa magongona, na nĩ moĩ magongona nĩkĩ, na nĩ makumĩtie magongona. Mwai wa Kĩbakĩ arũgamirio nĩ mbarĩ ya Kenyatta nginya gĩathana. Moi na kĩgongona kĩa Moi na kĩgongona kĩa Moi wa kĩa mbarĩ ya Kenyatta nĩkĩo gĩatũmire Kĩbakĩ athane. Na arĩkia kĩmacokeria. Rĩu ndũratũrĩte na mbarĩ ĩyo. Ndũĩ nĩ mbarĩ makoragwo na kĩgongona kĩa Gĩko, na kĩgongona kĩrĩa gĩ Taita, na kĩgongona kĩrĩa gĩ Gatũndũ, na kĩgongona kĩrĩa gĩ Gatheca Farm, na kĩgongona kĩrĩa kĩ harĩa Mwĩki. Ndũciũĩ. Na nĩkĩo ũrenda gwĩtua tũtaraerewa. We Mũthee, ndũkanatwĩre twerirwo. Tigũtinda ũkĩherio nĩ anabii. Marakuga korwo Gachagua no wanjarĩrie, korwo Gachagua no wanjarie. Ĩyo nĩ mĩkora. Ambata Kĩrĩma-inĩ gũkũ, ta rĩu gũkũ ndĩ, ambata kuo, warie na Ngai akũhe direction, akuonie magongona. No nyitane na athuri a Gĩkũyũ, athĩnjĩri Ngai, ti mĩkora yago, athĩnjĩri Ngai, andũ moĩ Ngai nĩ kĩ, wambate kuo. Twambararie nĩgetha twambe tũcokie, twambe twarie ũhoro wa ũthamaki, ndũkarie ũhoro wa mũthamaki. Ũhoro wa mũthamaki nĩ kĩndũ kanyamũ kanini mũno, ĩyo nĩ gathuya. Twarie ũhoro wa kĩgongona, tondũ kĩu nĩkĩo mau maririe kĩgongona. Na kĩgongona manyita kĩgongona, rĩrĩa mambararirie ũguo makiuga thai thathaia Ngai, thai thathaia Ngai, thai thathaia Ngai, thai. Makiuga nĩ kĩrũme nyambo, nĩkĩo gĩkĩ. Na marĩ na kĩ? Karũhiũ. Gaka nĩko karũire mbara. Nĩkĩo kuona na niĩ ndingĩgatiga, tondũ guka wa Rũingĩ arĩ na gaka nĩ kwandigĩire. Gaka nĩko ndũaga nako. Na thakame yake ĩno haha. Thank you. Nimetoka Kirinyaga. Wow, nitakupigia sasa hivi.
Niko chonjo, unajua sasa mimi nimekuwa ule niko Heavy dampo. Bethel Clouds TV, empowering lives.